Unajisikiaje? Tafadhali kidogo. Moyo unapiga sawa sawa? Tafadhali. Si kama vile jana. Ningependa kukuenusha kwa sababu nitaka kusikia moyo wako vile unaenda. Sawa? Kusaidia kidogo. Tosha. Okay, iko baridi kidogo lakini haina neno. Unaweza kuvuta pumzi. Unaumia ukikohoa? Nasikia afadhali kidogo. Okay. Okay, angalia huko. Okay. Inavyosikilika ni unapata nafuu, si vile jana ilikuwa kukipiga sana nini. Toto, unajua kitu gani kinakusumbua? Huyo daktari. Kutokana na tulipoangalia nini inakusumbua nini, ni kwa sababu umepata mshtuko wa roho, na ukipata mshtuko wa roho unafaa uwe taratibu. Si vizuri ukichukua vitu juu juu, itakuja kukuumiza roho mwisho. Sawa? Okay. Na kwa sasa siwezi kukuambia kuwa unaweza kwenda nyumbani leo, lakini ningependa kukuweka mpaka kesho. Kesho nikija nikikupima, nikiona kila kitu kiko sawa, so hapo naweza kupa ruhusa kwenda nyumbani, lakini kwa sasa siwezi kusema kama unaweza kwenda nyumbani leo. Sasa umekula? Sikula. Yafaa unywe sana kama uli. Hakuna chochote ungependa kula? Tutaonana baadaye tena. Toto. Kuna mgeni anataka kuja kukuona. Na dada zangu? No, sidhani kama ni mandugu zako, ni mwanamume mmoja hapo. Sitaki kuona mtu mimi. Una uhakika? Nani huyo? Ni mwanamume mmoja anasema anaitwa Frank. Mwache ingie. Ni sawa? Unasema tu una uhakika kuwa unataka ingie? Mwache tu ingie. Okay, sawa. Nitamwambia ingie. Asante. Okay. Yaani kila mada nifuata. Jamani. Amelala kuna pale. Toto. Mgeni wako yuko hapa. Nitawaacha kidogo lakini tafadhali hauna time ndefu. Usimsumbue sana nini. Alafu na dakika kama 10 hivi. Naomba dakika 15.
Pole, siwezi kukupa dakika 10 sawa. Asante. Sawa. Asante. Naweza nikachukua kiti hiyo pale. Ya, nakuletea. Asante. Mtoto wangu vipi? Utakuaje tena hapo hospitali jamani? Toto, ukitaka chochote utavuta hii tutakuja, sawa? Frank. Naam. Ama ni Frank? Frank. Ya, kumbuka. Asante. Okay, sawa. Nashukuru sana dada. Okay. Vipi Toto? Utakuaje tena hospitali? Yanakuhusu nini? Nimekuwa kazini nikapata simu ya haraka kama mpata mshtuko wa moyo. Kwa hiyo naendelea vipi? Sikujui leo. Sio kwa njia mbaya. Unafikiria vibaya. Kwa njia nzuri. Vipi nyumbani kwako mko fresh? Vipi mume wako ameshakuja? Mume wangu yakuhusu nini wewe? Nimekuta uko peke yako. Niko mmeagana umuone hapa. Sio kwa njia mbaya Toto. Wewe shika njia kwenda zako. Niza hasira jamani. Nenda. Ondoa hasira. Shida yako. Basi. Naweza nikashinde hapa kana uzima nikuchunga. Tuwe pamoja nawe. Ushaanza ile hapo sasa. Nenda. Okay, anyway. Naweza kaita si daktari na mwali. Maana mimi ndo nilimwita kuletea hapa. Naona hali yako haionyeshi vizuri. Kama mtu anakasirika. Lakini Ndio kwa hospitali wacheka. Onekana na hasira sana. Ondoa hasira. Na mtu alikuwa mgonjwa hawezi kuatia hasira. Tena na kwa njia nzuri. Nasemaje? Sema shikilia uende. Umekuja umeniona niko sawa, nenda. Okay, basi haina shida Toto. Mimi nataka kurudi. Dakika zinkwisha. Basi. Kwa kesho basi. Kusumbua. Shauri watatu lakini hata Karibu. Esther, shida gani? Ninasikia upweke kwa mimi mwenyewe. Esther, mtoto yuko wapi? Amelala na Wema. Yaani unapenda kulala mpaka na mimi? Ya, Hai, karibu. asante. Yaani Wema hakuona? Hapana, ameshalala. Unajua Wema anatuchunguza sana kwenye nyumba hii. Na hii mambo tunafanya, dada yako akijua ni tatizo sababu yuko hospitalini. Na naogopa sana sababu takuletea fujo kwenye familia yako. Wema hajui hata kitu. Tuweze tutaendelea poa tu. Haya mwe. Unajua mke wangu, mpenzi ni siri la moyo. Gisi ninakutia moyoni mwangu, sijui kama kuna mwingine anaweza kukutosha ndani. Asante. Unaniahidi ya kwamba haya maneno yatadumu milele? maneno yote haya yako ndani ya
Daktari. Daktari. Naam. Nakusaidia nipeleke chooni. Okay. Subiri. Ukiwa na haja ya chochote unavuta hii, tutakuja sawa? Nikusubiria kipindi kitambo. Wewe nipigia simu nyuma. Na sisi tulikuwa tumepana ahadi tutakuja mapema, lakini napiga nyuma. Kwa hiyo usifikiri tena nakumisi sana. Usimdanganye bwana, mimi si watu. Haya, nakubali, nitakufanyia chochote unapenda. Nafurahi sana, hata nashukuru kwa wewe kunitoa out. Naona tutafanya siku 3 hapa, tutaenjoy. Tutafurahi, kila kitu nataka utapata. Safi. Hata mimi niliogopa siku ile ambayo nilikuwa kwako. Unaona? Lakini leo nimefurahi sisi tumetoka nje, kaniweka kwenye hoteli, tulale muda wa siku 3. Nafurahi. Kwa hiyo hauna mwingine mume? Mimi sina, si niko na wewe. Mimi nakuaidia na nitakuzalia mtoto mzuri anafanana na mimi mama yake, Kweli? Kweli. Nitafurahi sana. Usijali, tuko wote. Halo. Wataka nini sasa? Sitaki kusumbuliwa. Na sitaki kukuona hapa hospitali kabisa. Suka na wanawake wako huko.
Kwa mdogo wangu siko naye hapo nyumbani? Sitaki kusumbuliwa. Unasema kunipigia simu hapa. Ati wapi? Usije hapa hospitali. Sikiza. Ukija hapa hospitali nitakutia polisi. Usiwahi kujidanganya ukanyagea hapa. Msamaha gani? Msamaha gani? Naenda choo bwana. Choni ndo huko au ndo huko? Nasaulika mlango wa choo. Unasaulika mlango huko, kwani wewe mgeni hapa? Nilikuwa naenda choo. Kwenye mlango wa Esther, afu tena unaita Esther. Dada, mbona fujo? Ni nini tena? Nimemkuta shemeji anasimama hapa. Shemeji vipi tena? Kuna ingine mambo ambayo yenye sijui hapa. Mniambie. Mbona mimi simeelewi? Ndio mnakuaga mnafanya kama dada hiyo. Dada. Mbona mimi sikuelewi? Haunielewi tena? Haunielewi? Sikuelewi. Niko serious nasema hivi. Au ndio gisi mnakuaga mnafanya kama dada hivyo? Basi mimi nilikuwa natoka ndani nikasikia nyinyi mko na bebezana hapa. Nasaulika mlango wa choo. Dada, labda msaulika mlango wa choo. Mimi amesaulika mlango wa choo afu ndo anakaa na Esther kwenye mlango wa choo. Kwani wewe unaishi kwenye mlango wa choo? Haya dada akifika mimi nitamwambia mama. Okay, kamueleze basi. Kama umeona kitu chochote kamueleze. Sikuona chochote lakini hali hii sikuipendelea. Dada, mbona mimi sikuelewi? Unasaulika mlango wa choo shemeji. Kwani vipi sikuelewi? Saulika tu mlango wa choo. Mlango wa choo anakaa na Esther kwenye mlango wa choo. Saulika, sasa mimi nitafanya nini? Mimi kwani imekuwa choo? Imekuwa choo. Nenda kamuulize. Mimi haya mambo utamwambia dada. Mwambie kweli. Sio mwema. Vipi kaka? Poa. Semaje? Vipi kazi inaendelea? Ndio sasa kabisa. Dogo. Hamna. Sasa inabidi nieleweshe vizuri. Toto. Kwa nini umjangu kila siku naongea na wewe? Unataka nikubali? Tafuta mtu kuhifadhi moyo wangu. Tuko kazini hapa. Yaani ukaendelea na kazi zako. Unaniumiza moyo wangu Toto. Kazi yako ndio. Maliza kazi yako. Tuongea baadaye. Toto. Mimi ni kijana mwenye kupenda sana. Na mimi najitia mwazi kwako. Nasema fanya kazi zangu, kufanya kazi zako.
Usali unakueleza Toto, umpenda aliyekupenda, na sio kupenda chana naye Toto. Unajua vitendo vya mama yako anakutendea kila siku, anatoka na wanawake wengine club Toto. Ungelijua Toto, sijui kabisa. Sio kwa Saidi. Ngoza mbe wangu, si ndio? Sijasema mimi ni Saidi Toto. Na nini? Mimi ni mapenzi kwako Toto, nimeumia. Nishike moyo wangu, natafuta mtu kushika moyo wangu Toto. Ninakuwa kushika sasa. Nashika moyo wa mume wangu. Hii ni saa ya kazi. Sasa ya tena ya rabi. Niache. Naomba nisikilize. Nuka, wende kule kazi ukafanye kazi. Toto, mapenzi yanafaa kwa kibubi Toto. Fanya kazi wakiingia hapa wataona mangapi ya? Toto, nisikilize Toto. Wewe. Hebu nuka uende. Naomba ukoshe. Sikilize Toto, naomba tunisikie. Usinikimbie Toto. Sinikwambia wewe. Samani. Lazima uruhusiwe bwana mbele ya kuingia ndani. Nimekwambia? Unaingia kwenye ofisi kama chooni. Sasa bosi, kwa nini unazungumza hivyo? Sio unaingia kwenye ofisi kama chooni bwana. Ala? Ndio kafanya kazi yako kule. Nafanya shughuli zote kufanya hapa kwa ofisi yako. Ndio wewe ndio. Dadis, nataka la baridi tafadhali. Okay, nakuletea usijali. Hebu niletee maji baridi. Vipi Dadis? Poa. Nafurahi kuwaona. Siku nyingi bwana. Niambie. Tuko. Sijui Toto ni nani? Huyu ndo mume wangu. Kweli? Je, mnafahamiana? Huyu ndio bosi wangu wa kazi. Mnatumika pamoja? Tunatumika pamoja. Rafiki yangu wa karibu sana toka utoto. Makubwa haya. Rafiki yangu sana. Sana kivi vizuri kujua, niambie lakini. Mimi nipo tu najizungusha kwanza town. Toto ndio mama. Hujamleta huko nyumbani basi. Tatizo ni kwake. Unaona? Atakuja sasa, nafurahi sana kuona mnafahamiana. Basi wakaribishwa nyumbani. Sio kazini peke yake. Asante, nitafika. Inabidi mheshimu hata kazini sababu ni rafiki ya mume wako. Kama marafiki zako kule nje walete nyumbani nikawajua. Mimi sikufahamu kama mnajuana. Hakuna tatizo lakini. Tuko pamoja. Tafuta shemegi. Basi wakaribishwa, hata mimi niingie tu madukani hapa kidogo. Asante sana, nafurahi sana. Tutazidi kuonana. Hivi mke wangu nataka kwenda kununua nini? Nataka kunitia kwenye Tunataka muongee kidogo na mambo yenu. Wewe lakini usiniite kwa hiyo eti nataka hiki. Nakuona huko. Vipi? Akifurahiwa kitu si atakuitisha tu. Namuona sio madami hapa. Aishi mke wangu nampenda sana. Okay. Tunachapa naye kazi vizuri. Yaani ni mtu ni mchangamshi. Ana kiburi na mtu yeyote. Sasa rafiki yangu. Nina mashaka kidogo na mke wangu. Mashaka gani? Inabidi umchunguze sana kazini. Okay, kwa kumchunguza, mimi nitamchunguza na kitu yote atafanya pale kazini. Wewe uniachie mambo yote mimi. Sawa? Kwa hiyo utanisaidia sana. Usijali. Na nitafurahi sana. Usijali. Siku hizi mke wangu anabadilika kidogo. Yana ni muhimu kumchunguza mwanamke bwana. Usimwache tu mwanamke free, unampatia freedom. Hapana, ni vibaya. Unamchunguza kidogo kidogo. Unaona? Kwa hiyo namwamini, lakini nataka umchunguzi tu, uhakikishie ya kwamba kazini anatoka saa ngapi na anarudi saa ngapi. Okay. Hiyo ndio nataka. Wewe mambo ya kazini, wewe niachie mimi tu, mimi nitafanya hiyo kazi. Kwa hiyo tutaongea, tuko pamoja. Mzuri sana. Esther, unajua nakuja na wewe hapa sababu nyumbani hatupate muda wa kuongea sana. Okay, hakuna shida Simezi. Lakini si unajua mimi namwogopa dada. Kuhusu hilo jambo sijali. Najua mwenyewe. Na nitakufanyizia kitu chochote unachotaka sababu jinsi nilikuahidia. Kwa
kweli nafurahi sana. Nafanya maisha mazuri. Kwa hiyo nafanya yote unataka. Halo boss. Ya, tunaendelea tu na kazi. Tulifanya. Sijui. Nafahamu mtaalamu kwa chini. Ya, tumemaliza. Sawa. Akija nitamwambia. Sawa boss. Okay. Dada Toto, ni vizuri kufanya mazoezi, chenge mwili. Waleta huo muda mimi sina. Kazi nyingi hizi. Ni dakika 45 tu kila siku. Na ni kweli? Ni kweli. Sababu usije mnene unaona. Boss, unaona hisi mimi najenga mwili. Nakuona? Mimi nitajitahidi sasa. Nitajitahidi. Sasa ukianza hivyo nitafurahi sana. Sasa niangalie kama weekend. Kweli? Weekend ni ya mwezi. Unajua hata kama vile Ijumaa mnatoka mapema. Ni kweli. Nitajitahidi. Fanya. Kwa sababu siende tu kimbele. Sawa. Boss Frank. Nenda nje. Upo? Nenda nje. Habari za familia? Nenda nje akafanya nini? Hii sio saa kupiga deki sasa hivi. Lakini ofisi yako si hapa. Aya, nenda nje na mazungumzo na mfanyakazi mwenzangu, nenda nje bwana. Sio ubishi. Dada Toto. Si afanya kazi yake huyu. Haya, tunabishana. Kwani usibishane? Naye tunabishana wewe. Kwani usibishane? Nenda nje basi. Harakisha. Dada Toto, basi mimi naondoka, utanipigia simu tupange program ya fitness. Hakuna shida. Ile program sawa? Hakuna shida dadisi. Ndio nyanya vyuma. Nashukuru. Haya. Okay. Na mbona nini? Njema. Mimi nini kwa kosa akili nenda mnyanya vyuma hapo ni. Halo. Halo. Nani mwenzangu? Ya, unaongea na Frank. Frank? Kwa nini unampigia simu sasa? Nilipenda tu nimpe Toto ratiba ya kazi. Akija nimuulize nini? Kwa maana bosi amenipigia simu, ni kama tuna mkutano meeting ya asubuhi hapo. Sasa nilipenda mjulishe tu. Okay. Nitamjulisha. Balai. Nipiga simu pa mume wake akachukua. Shida hii. Frank. Haiko huyo mtu. Amsikie jina.
Bado. Kwa nini? Naandika tu. Frank amepigia simu. Nasemaje? Eti mambo yenu hiyo ya umalaya, mambo ya ongo, eti mambo ya kazi. Mambo malaya gani? Saa hizi anapigia simu kwa nini saa ya usiku? Sasa Frank kupigia simu kwambia mambo ya kazi, mbona unachukulia mambo mengine? Yaani amalize huko kazini. Tuliamaliza kule kazini. Pengine kuna jambo amesahau. Pengine kuna faili nataka nimpelekee. Nasema angalisho. Nakwambia hapana kumsumbua wala kusisema. Tizama saa. Mke wa mtu. Halo. Niambie mambo. Poa. Nitampelekea. Okay, sawa basi. Sema usikie. Angalisho sana. Na hiyo mwisho. Mwisho wa nini? Sitaki kunisumbua usiku. Namaliza huko. Alipiga simu yako, alipiga simu yangu. Nikisema usijibu. Nifanyaje? Nakwambia usijibu. Yanatosha. Muangalie. Umesikia? Ile kuelewa kuna shida. Kama kuna shida wewe kwenu. Mrudishe kwetu basi. Hata wewe mwenyewe unaweza kwenda. Kuna shida. Nikisema usijibu. Usiku mwema. Toto mama. Poa. Vipi nyumbani? Kwa poa. Siku hizi kwani kazini? Mambo mengi, family, bwana, watoto. Ta SMS jamani. Wewe bwana unataka SMS? SMS hizo. Mbona Bosi yajua. Lini nitakuja na lini sije. Okay. Kwa nini mimi kunitaarifu? Sasa muhimu pale ni nani? Aidha mwambie bosi ama nikwambie wewe. Bosi na mimi ni tofauti. Yaani na tofauti na maana kamwambia bosi. Tofauti upo kikazi na kwa njia nyingine. Maana nishakwambia siku nyingi sitaki. Mimi nakuhitaji muda wote niko na wewe. Hata usimfanye nicheke. Yaani mapenzi toto kama moyo. Mengine tena haya. Mengine haya mimi. Please. Naomba nipe nafasi. Ombi langu. Nenda kanisani kwenda kumeza kuomba wewe bado. Waomba tu mpaka leo. Unipe nafasi. Nafasi ipi? Yaani silali kwa ajili yako toto. Si ukeshe basi, nilikwambia ukeshe. Toto, msaidie. Si nilikwambia ukeshe. Naumia sana. Wewe unanisumbua kila siku. Hebu niache. Toto. Niache. Toto, kwa nini umeniona kama zoba, kama mpumbavu, kama mjinga? Ni mapenzi yamenitia hivi kama mjinga toto. Na mjinga kweli mimi naona hivi. Unanitesa moyo wangu. Kiasi hiki. Ifiki mwanaume kila siku napiga magoti mbele yako. Mimi kama mtu hakutaki, jua mtu hakutaki. Toto, nimekosea nini mimi jamani? Tuheshimiane tu kwa sababu ya kikazi. Nilikwambia sitaki. Sijakuelewa toto. Na mume wangu nyumbani. Naona sina bahati kwako. Ushamaliza? Nasumbuka sana. Wasumbuka nini? Kwa ajili yako, wanisilali. Nini kinachoendelea? Silali kwa ajili yako. Frank. Kwanza wewe nani? Frank. Kinyago kama wewe upashe kuniongelesha mimi. Frank, nini kinachoendelea hapa? Na huyu ni nani? Ondoka huko bwana. Kwa nini? Nimeshakwambia sikutaki. Kumbe na wanawake wengine huko nje. Nakwambia ondoka. Frank, huyu ni nani? Nakwambia mimi sikuhitaji. Frank, hivi. Na sitaki nikuone. Wewe, nyamanza. Namuongelesha mume wangu hapa. Tena simsumbue mpenzi wangu. Huyu ni mpenzi wangu. Mpenzi gani? Mpenzi gani? Nakwambia mpenzi wangu. Mpenzi gani? Hawezi kuniona. Tizama. Nakwambia sikutaki, sikuhitaji. Frank. Wewe hata nizunguruke mara pili. Wewe unatembea kama mtu anaenda reverse. Nakwambia sitaki. Mpenzi wangu ni huyu. Frank. Mpenzi wako? Nakwambia nina mpenzi sasa. Mpenzi wangu ni huyu hapa. Na anaitwa Toto. Mimi si mpenzi wako, mimi nina mume wangu nyumbani. Please Frank. Watu waseme please mara 10. Tuende nyumbani. Twende wapi? Mimi naishi naye nyumbani.
Twende. Mimi naishi nawe nyumbani? Twende nyumbani. Yaani, hivi kumbe una malaya wengine huko nje? Nani unamuita malaya? Malaya ni wewe. Hebu. Malaya ni wewe. Nani unamuita malaya? Malaya ni wewe. Kati yangu mimi na wewe nani malaya? Hebu kwanza uniangalie vizuri. Hebu njoo tuende. Hebu niache na wewe. Frank, kwa nini unanitendea hivi? Wewe? Frank. Mpenzi wangu. Mpenzi wako nani? Hebu ondoka. Mpenzi wako ni nani? Kumbe ni wewe unasababisha Frank aniache. Frank. Mpenzi wako ni nani? Tena unikome kuanzia leo. Wasikia? Tulia, najua ni hasira. Frank, please. Sikiliza. Kaa na vinyago vyako hapa. Nani unamuita kinyago wewe? Unamuita nani kinyago? Sikiliza. Huyu ni mpenzi wangu. Mpenzi wako ni nani? Siku nyingine nikiona na leta tumekutakata. Nakwambia sikuhitaji. Unavaa mambo viatu mkubwa kama mtu unarudia rivers wana mimi sikutaki wana sikuhitaji. Mpenzi wangu ni huyu hapa. Mpenzi wako ni nani? Naribisha watu stare watu wengine jamani. Najaribisha stare yangu na mpenzi wangu. Kwa nini? Niko hapa na nakwambia sikuhitaji na sikutaki. Nakwambia sikuhitaji. Tafuta wengine wavulana wako wengi. Mimi sikuhitaji. Kwa nini unanisumbua? Esther. Nataka chai kidogo tafadhali. Usiwe sukari nyingi lakini. Okay. Haya. Dada, umekunywa chai? Ndiyo, nimeshakunywa. Mbona kuningojea tunywe sote? Mimi nimekunywa jikoni. Okay. Hello boss. Ya, bado niko nyumbani. Sawa, nitafika hapo mapema niwezekanavyo. Ya. Niwe kama dakika tu kama 3 hivi nitafika hapo. Sawa. Okay, niko njiani. Sawa. Esther. Dada, mbona hukunywa chai? Naharakisha kazi kwanza nipige simu shaka. Sitapoa. Sawa. Okay. Haya. Nani kakuruhusu kuingia humu? Nani kakufungulia mlango? Frank, yani nahitaji invitation kuja hapa kwako. Jamani. Mimi sikuhitaji. Nina moyo wangu. Ni kwa sababu ya wewe kinyago wako. Nakuuliza nani kakupa ruhusa kuingia ndani Yani wangu? una shida kama mimi. Mimi najifikiria hapa naota ndoto ni kumbe ni wewe. Frank. Usiniuzi, najua mimi nimekuja hapa sirudi. Nakuja nikukaa.
Ni mnasumbua watu nyewe hapa. Umetoka wapi wewe? Wewe unabwata huko sijui wapi unakuja kunigusagusa. Sasa sikiliza. Nakupa dakika hizi 3. Get out. Ondoka. Frankie. Unataka nikuletee nini? Mimi nataka Fanta. Fanta gani? Na aina nyingi za Fanta. Ya yellow. Asante. Yaani mimi napenda citron. Wow. Bibi unajua? Niko na furaha sana. Yaani kila siku nikwambia tutoke lunch. Nifurahisha kabisa. Mimi unajua ni mpenzi wangu. Na mimi siwezi kukosa kutoka na wewe lunch. Unaona? Najua nakupenda sana, sina mwingine. So inabidi nitimize ahadi yako. Unajua mbele nilikuwa nafikiria mnanidanganya. Au mpenzi. Labda wewe wapenzi hakuna kunadanganyana. Mimi nakupenda na kupenda. Good day. Good day. I'll be staying pizza. Yeah, let's go. Yeah, Taki. Then we come. Hi. Hi. Hi again. Jambo jamani. Jambo. Na nyinyi mko hapa? Ndio tuko hapa. Tunatoka kununua pizza. Ndio. Mnafahamiana nyewe wewe? Ndio ni jirani yangu. Jirani yako. Ndio. Okay, hamna shida. Sawa, mchana mwema. Asante dada, na wewe pia. Asante, muenjoy salama. Asante, kwa heri. Haya. Sasa kwa nini umemwangalia sana? Acha wivu. Sio wivu. Yaani nakwambia ni jirani yangu. Hata kama ni jirani yako bwana, lakini unamwangalia vibaya. Tena ni isitoshe ni rafiki ya mke wangu. Okay, hamna shida, tuachane naye. Nakupenda sana. Wewe. Sina kuongelesha wewe. Una nini wewe? Wewe si ni toto. Kwa hivyo kama mimi ni mtoto. Nimekukutana siku ile ukishimama na Frank. Ulikuwa Kwa hivyo- ukifanya naye nini? Kwa hivyo Wewe, stay away from him. me to stay away from And him. I'm warning you, this is the last warning. You are the one to stay away from him. I am the one. Yeah. You have the guts Yeah. to tell me to stay away from Yes, I my have that. own lover. Don't let me laugh at you. Kwa nini utanicheka? Kwa nini nimwache? Yaani wewe unataka kuniambia hujui kama Frank ana mpenzi? Mpenzi gani? Nakimtaka hata sasa namchukua. Ukimtaka unamchukua, Wewe yaani nikiwa nakuwa unaniambia mchumba, hebu niache. ukimtaka utamchukua. Hebu niache. Utamchukua kwa nini? Kwa nini? Nakwambia umwache. Umwache. I beg you, stay away from him. Kwa kuwa kitu ambacho nitakutendea hapa mwa hii nchi utakuja kujielewa hata wewe mwenyewe. Sasa So, wanitishia maisha. nakutisha? Hiyo sio kukutisha. Ni nini? Nakueleza tu kinyago kama wewe usimame hapo. Uniangalie mimi kinyago. Hakutaki bora kwa nipiga magoti mimi. Shut up. You are the one who to shut up. Sitaki hata kufikia tena wewe. Hebu tizama hii sura vizuri. Just like a Unaona? Unaona kama Just like a bitch. inacheka. Just like a Inafurahi. bitch. Ni wewe ndo bitch. Kwa kuwa hauwezi kubaki na mume wako nyumbani, unakuja kufuata wanaume wa watu. Stay away. Mwangalieni. Wilo. Wewe nimekusubiria hapa muda mrefu. Kisa ni usuta unaopeleka kwa mke wangu. Sitaki hiyo mambo. Kakangu, mimi sio mbea. Na usije ukanipa jina ambalo mimi sina. Dadangu, usijidanganye.
kila kitu unachofanya najua. Nakukataza, sitaki kuingia kwenye familia yangu. Sasa si ni ukweli? Si unatoka na wasichana wengine na mke unamwacha nyumbani? Haya kuhusu sutwa. Nyumba ulale amo hawezi ukajua kama inavuja. Unajua mambo ngapi navumilia kwenye nyumba yangu? Ya kwako kaka imezidi. Kama wewe kweli ni mshauri, kwa nini usimshauri rafiki yako? Mwanamke mzima anatoka asubuhi nyumbani na anarudi jioni. Siwezi nikashauri mtu ambaye sijaona nakosa kaka. Wanawake kama nyinyi ndio mnaharibu ndoa za watu hapa Ulaya. Siko hapo kwa kuvunja nyumba za watu. Naongea kitu ambacho nimejionea. Lakini matendo nayofanya mwenyewe na ndio hiyo inakudharaulisha mwenyewe nje. Kwa hiyo mambo ya upaparazi acha. Kwa nini nisije? Kwa nini nisije? Sikuwa najua kama utakuja kabisa. Mambo ya kawaida tu haya. Niambie. Ndio ushanyagia tayari. Nilikuwa nishaagiza zamani. Karibu basi kwenye kinywaji. Ulikuwa unyoje na nywa haya? Nilikuwa nishaandaa nikasema yani. Hivi iko mambo na cocktail unajua tena. Lakini kwa niaba yangu tunapaswa kutumia wote. Okay, basi tupate msosi basi kidogo. Wewe unaogopa hapa? Wanasema mchumba kaburi achoki. Lazima ni mwanandani kama wewe ulisi mimi unahitaji kwanza. Mimi naomba nipe nafasi. Yasha, si ndio? Mtu inabidi niseme ukweli wangu. Kila siku na chakula chako mimi zako. Sio mambo kasirika. Mbona nikasirika? Vitania tumekuja tukule kama marafiki wa kazini, kumbe na mambo yako pia mengine. Kule basi. Mambo kawaida tu hiyo. Kawaida gani? Yaani mtu kwambia nakupenda sio kosa. Usiongea vibaya hapo. Sasa kwa mimi kila mara. Tule basi. Basi ongea basi. Simpati cha hivi. Hebu sitaka mwenyewe. na toto. Yeye anaanza kutoka na mke wa watu out. Mambo yanashangaza. Tunataka chezeana sasa. Huyu Frank ameshapitisha kiasi. Lakini mtoto naye anaweza fanya mambo kama hii. Lazima sasa hivi nipige simu kwa rafiki yangu. Bibi, dadisi anaongea. Namkutana mke wako na Frank anachapa naye kazi hapo kwenye ofisi moja. Sasa wewe njoo hapa ujione mwenyewe. Restaurant ya China iko hapo nje ya town, iko nje ya town kidogo. Na iwe siri yako, usitoe siri kama mimi ndio nimekuambia. Okay. Sawa, nashukuru sana. Niambia Toto. Nafurahi mahali kama hapa. Mbaya. Unaweza penda siku nyingine tena tuje. Siku nyingine tena. Jamani, mko hapa? Tuko hapa, niambie. Poa tu. Karibu. Nakuja kupata msosi kidogo hapa. Unajua nimetoka nyuma sana kazini. Tuko hapa. Wewe za nyumbani? Nzuri tu. Vipi familia? Wote wazima. Vipi rafiki yangu? Iko nyumbani. Wewe maeneo yote unakuja unalinda usalama hapa, ofisi ufate watu.
Kwenye hoteli ufuate watu. Hoteli ni ya watu wote. Nenda hoteli. Sivyo toto? Ushaanza. Sitaki kumuona huyo jamani. Ya nini siongee na nyinyi? Kwa sahani yako nenda. Mimi naongea na toto. Unajua toto? Watie nyoka na yeye. Mimi nitaoa yeye niache nyoka jinde. Dadis, achana na huyo. Kwani mtu ni mchawi wa kujua watu fulani wako sehemu fulani? Kaka yeye, chukua sahani yako nenda usitabia starehe hapa bwana. Achana naye. Toto haya tutaonana eh? Sawa. Kumbuka asubuhi ndio kazini asubuhi sana mapema. Na mkatazi. Kuna mmoja mwenzako hivi. Dadisa anaongea. Rafiki yangu, nashukuru sana kwa matendo unanitendea. Umeshafika eneo la tukio? Nimekusha kumuona. Sasa unaona sasa uchafu wa mke wako? Nimekusha kumuona. Wewe urudi tu nyumbani utafanya mambo yote huko nyumbani, lakini usifanye vurugu hapa eneo ya restaurant ya watu. Na sitafanya kitu. Na uzidi kumchunguza vizuri. Okay, mimi nashukuru sana. Lakini mke wangu ndamwadhibisha. Rudi na amani tu. Okay, bye. Haya, asante. Wanawake si wa kuaminia hawa bwana, wanawake si wa kuaminia. Hata mimi nashindwa kula hili. Akija atanisikia. Anafikiria sikumuona jana. Mbona ndio panga nyumba? Mbona ongea? Kwani kuna nini? Ndio kurudi. Kwa nini ndio sanga? Jana ulikuwa. Kuna nini? Jana ulikuwa wapi? Niko kazini. Ulikuwa kazini. Ulikuwa wapi jana? Unafikiria sikukuona wewe? Unafikiria sikukuona? Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi wewe? Unafikiria mimi sikukuona jana? Ulikuwa wapi? Dada, habari yako? Nzuri. Kwa jina naitwa Toko, sijui unaitwa nani? Naitwa kwa jina la Fulai. Najua ufahamu kitu chochote kinachopitikana. Kisa ambacho ninachopitia hapa. Nataka mkanye mpenzi wako. Nimkanye mpenzi wangu? Hivi wewe una akili timamu? Ndio. Una akili timamu kuja hapa kunieleza kuhusu huyo kinyago wa mke wako? Hivi wewe unajua kama nimemkuta mke wako siku ile? Nimemkuta kishimama na mume wangu. Mpenzi wako. Mpenzi wangu amebadilika sana. Hakuwa na tabia hiyo. Amebadilika? Kwa ajili yangu mimi? Mume wako anamsumbua sana. Ingebidi mkataze mume wako. Sasa, sikiliza. Nisikilize tena kwa makini. Nakusikia. Naomba umuonye mke wako.
kwa kuwa kitu ambacho mimi nitamtendea hapa atashangaa mwenyewe. Yaani unamaanisha mke wangu ndio anamfuata mume wako? Sasa unafikiria mimi nakudanganya? Mke wangu anasababisha mpenzi wangu anikatae mimi. Siamini kweli. Naona wewe umelost your mind. Mke wangu hana tabia mbaya hiyo ya kufuata wanaume wa watu. Sasa umekuja kufanya nini hapa? Umekuja kufanya nini hapa? Nakuja kukuambia mkataze mume wako aache mke wangu. Una akili mbovu sana kama tu huyo mke wako. Sijui hata kwa nini nakaa hapa nikizungumza na wewe. Yaani wewe na mke wako nyinyi wote ni wamoja. Sia. Kama unasikia umesikia, lakini nakwambia mume wako kama amwache mke wangu. Kuna hata sheria ya kunipandishia mimi sauti. Naenda nasikia. Naona nyinyi wote ni wamoja. Nashukuru, lakini utafikisha message kwa mume wako. Sina message ya kufikisha kwa mume wangu. Wewe umuonye mke wako. Siku ingine usijaribu kunishimamisha ama kuniikalisha fasi ukinieleza kuhusu huyo kinyago wako. Vipi mpenzi wangu? Poa. Unamwita nani? Ni mpenzi wangu huyu. Huyu ni mpenzi wako wewe? Ndio. Naelekea wapi? Ni nani yako huyu? Yaani ukusikia? Akueleze mwenyewe bwana. Mimi nataka wewe nieleze. Na wewe ni nani? Huyu ni mpenzi wangu mimi. Labda yeye amekudanganya. Wewe. Una mwingine mpenzi? Sijui. Muelewane wenyewe bwana. Tuelewane kivipi? Wewe tuamulie. Mimi nataka tuamulie leo, unasikia? Sio kuwadanganya, ndio nawapenda nyinyi wote. Unampenda nani na nani? Muelewane bwana. Rudi. Nikutaka kwangu moja kati ya huyu na mimi. Wewe mwanaume ni mgongo. Lazima tuamulie hapa leo hivi sasa hivi tuamulie. Kwa ukweli niwaeleza. Siwezi nikamwacha mke wangu kwa ajili yenu. Nasema uko unatuchezea tu Unaona sisi wanawake tuko kama vile vidaladala. Si ndio hivyo? Tena ulikuwa ukitafuta kitu gani? Una mke wako nyumbani. Unakuja kwangu unanipenda, unaenda kamatana na wengine. Nataka uniambie kwangu ulikuwa ukinitafutia kitu gani? Wakati mlinipenda, mkufahamu ya kwamba nina mke nyumbani. Mimi sikujali kama uko na mke nyumbani kwa sababu ulikuwa natoka nje unamdharau mke wako mnyumba. Sasa kwa nini mke wako unamsumbua? Unakuja kutufuata sisi wanawake wa nje na unapenda mke wako. Kwa nini? Kwa hiyo msinisumbue bwana. Wewe unajifanya mwanaume, unavaa masuruali, sijui unavaa nini, unakuwa unajipandisha si wewe mwanaume. Mwanaume gani? Kwanza huko wanaume hausabiliki. Unasikia?
Kwa nini umenipenda? Unajua Kwa nini nimekupenda? Nakuuliza, umfahamu mke wangu? Mimi simfahamu. Kama nimefahamu mke wako, sio ati unakuja kunidanganya mimi na huyu na wengine wenye kadhalika. Sijui kama uko na wanawake wangapi, mimi sijui, unasikia? Naenda zangu. Unakuona mwanaume, kumbe mwanaume wewe mshenzi kabisa. Akili hauna. Wewe. Mwache kwa napenda wanaume wa watu bwana. Nini kilikuuma ukaacha mwanamke wako mnyumba ukatoka nje? Na kinini nilituma mnipende na mnajua nina mke wangu nyumbani? Kuvimba kama chapati. Mwache kupenda, lakini lakini umenipenda hivyo hivyo. Nimewachezea bure, nimewaacha, lakini siwezi kaacha mke wangu na mtoto kwa ajili yenu. Tunakupenda kwa sababu tunatumia mali. Tulikuwa tukitumia pesa zako. Hatukuwa na mapenzi ya kawaida kwangu. Unasikia? Mnajiaibisha bure. Wanawake wanapaswa kuolewa na kukaa nyumbani. Mwache kupenda wanaume. Kama uko na mke ndani unatoka tu nje. Wewe mwanaume. Lakini siwezi nikamwacha mke wangu kwa ajili yenu. Kione huko sura mbaya kufataki. Haya, mtabaki kwa kubadilisha wanaume hivyo hivyo, lakini mimi simwache mke wangu. Ona tumbo kubwa kama mwenye amemeza vyura. Sio vizuri kupenda wanaume wa watu. Tafuta wanaume wenu.
mara kwa mara ni kompyuta tu. Hujachoka na kompyuta? Uko nafanya nini? Niko naandika na rafiki yangu mmoja hivi aliniandikia kwa Facebook. Ndio niko nataka nimutizie kidogo. Okay. Sawa. Mume wangu ulishinda je kazini? Unaandika sana. Kazi iliendeka vizuri. Kila kitu kilikuwa kizuri. Unataka chakula saa hizi? Hapana. Nataka kwanza niende bafuni. Lakini baadaye nitakula tu. Okay, unataka nini? Nataka nitengenezee msosi, supu nzuri, afu na mayai. So unajua tena. Okay, mama nitakuanzia leo. Okay. Sawa. Mama, acha nikusaidie kwanza. Inaonekana kama umechoka. Nachoka kidogo tu. Mume wangu napendeza. Asante sana. Unajua vile nakupenda sana. Kuna mtu amekonga. Ingia. Karibu. Wapenda nao. Karibu rafiki yangu. Sasa wana trezo. Wewe achana tu mapenzi yako. Karibu. Chukua nafasi. Karibu, chukua nafasi yako. Habari ya siku. Na tatizo kubwa sana kwenye familia yangu. Pole sana rafiki yangu. Unaweza kunielezea kwa ufupi tu? Kwa ufupi, mke wangu hayupo tena nyumbani kwangu. Pole rafiki yangu, lakini sijajua kisa ni nini. Tatizo kubwa, mke wangu amenikuta nimefanya mapenzi na mdogo wake. Pole sana rafiki yangu, lakini tatizo umefanya tatizo kubwa sana. Kwa nini umefikiria kitu kama hiyo? Ukamate mdogo yake? Ni kitendo kibaya sana. Lakini nitakupa shauri moja. Ni vizuri umtafute pasta. Uonane naye kwa sababu mke wako ni mtu anapenda Mungu sana. Wala hataki kuchukua hata simu na kusikia jina langu. Okay. Ndio, hata na wewe ungelikuwa kama yeye, inapasha kukuingia ndani. Uone tatizo kama hiyo. Unakuta mtu na mwingine tena mdogo yako. Inapasha sumbua. Lakini pasta atakusaidia. Najua ni huyo tu ndio unaweza pitia njia iliyo nyepesi sana. Umtafute pasta, afu uende kwa mke wako, ukiri hiyo makosa uliofanya, na ni vizuri kwa sababu uko naikumbuka mwenyewe. Hiyo itasaidia sana. Na nafikiria mke wako atakusikia vizuri na atakusamehe. Kama yote yametokea, mke wangu hakuwa na muda na mimi. Alikuwa akitoka kazini kila siku akisema yuko busy. Mambo yote ya nyumbani mdogo yake alikuwa akishughulika na mimi. Hata kula, hata mambo ya mtoto. Na mimi mwanaume jamani. Pole sana shemegi yangu. Nasikitika sana kusikia hivyo. Nahitaji sana msaada wenu. Kama nilikimbilia hapa, sababu najua kama mtanisaidia. Si nafasi nyingine naweza nikakimbilia. Shemegi, mimi naweza ongea naye juu nakutanaka naye kila wakati. Jitahidi uende ukamwone pasta. Alafu atakusaidia. Na umuone pia mke wako. Ukiri hiyo makosa yako. Atakusikia na utakuwa unamaliza kila kitu. Nashukuru sana kwa ushauri wako rafiki yangu. Na nitafanya kama hivyo ulivyosema. Pole sana. Tuliza roho yako. Hayo yote yataisha. Alafu fikiria jinsi ya kuendelesha maisha yako. Uishi na mke wako bwana. Umpende huyo. Njoo nyota yako huyo. Kwa kweli naona maana ya mke ni muhimu kwenye nyumba ya mtu. Nilikuwa na wanawake wengi lakini sikupata faida. Leo mke wangu hayuko. Wote wamenikimbia. Sijui sasa nitafanyaje. Nzuri sana. Kisha unafikiria makosa yako. Mimi nilikuwa nafikiria una mke mmoja bwana. Kuna wengi. Mke mmoja kwenye moyo.
Asante sana. Basi tunaweza kushukuru Mungu bila sisi kuzungumza. Ungetafuta mtoto tuambie. Okay, tutaomba. Wema. Dad. Njoo kidogo. Jay. Tuombe. Bwana Yesu, tunasema asante kwa kutupatia muda kama huu. Tunahitaji jina lako. Tunalomba hekima. Tunalomba Roho Mtakatifu wako atusaidie, atuongoze kwa maneno yote ambayo tutayazungumza. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen. Amen. Pastor, nimekuita hapa sababu nina tatizo kubwa ndani ya nyumba yangu. Sina mahali popote nitakimbilia isipokuwa usaidizi wako na kutusaidia kama vile mtumishi wa Mungu. Na isitoshe Pastor, natubu mbele ya Mungu na mbele ya mke wangu sababu ni dhambi kubwa nilifanya na nilikuwa nikitembea na mdogo wake. Asante. Mdogo yake mnaikala naye hapa au anaikala fazi nyingine? Tunaishi naye nyumbani. Haiko nyumbani sasa hivi? Yuko. Anaweza kumuita? Esther. Abe. Dada, wewe ndo Esther? Yeah. Karibu sana. Asante sana kwa kuweza kufasiria kwa kifupi maneno ambayo ulikuwa ukitenda, kwa sababu maandiko yanatuambia mkitabu ya Mezali kipindi cha 28 mstari wa 13 inasema ya kwamba yule anayeficha ubaya wake hawezi kustawi, lakini ule anayaonesha, ameyakiri na ameyaacha atapata rema. Dada Toto, sijui kama unaweza na wewe kueleza kwa kifupi. Pastor, kama ulivyosikia yote alivyokuambia ndio hayo yalipitia. Sijui la ziada niseme nini ama niongee nini. Na ni kweli yale alikwambia alikuwa na mdogo wangu. Tukiangalia katika kitabu cha Mathayo kipindi cha 6 mstari wa 12, maandiko yanatuambia ya kwamba Yesu akifundisha wanafunzi wake, wakati mkiomba museme, Baba utusamehe makosa yetu kama vile tunavyosamea waliotukosea. Kama atusamehe wale waliotukosea, na sisi tukiomba kwa Mungu, Mungu hawezi kutusamea. Na hapa chini ya dunia hakuna mtakatifu hata mmoja. Sisi wote tunakosa umanja za kuachana chana. Nitakuomba usamehe mume wako, usamehe mdogo yako kwa maneno ambayo aliweza kufanya. Kwangu mimi sioni ama sifikirii kama naweza kumsamehea. Maana yake bado inaniuma. Maana naweza kumsamehea leo, kesho akarudia na yale yale. Sababu ilituma nifanye hivi Pastor, mke wangu hakuwa na muda na mimi, na isitoshe alikuwa anatoka na wanaume wengine, hasa mwenzio wa kazi. Mke anatoka asubuhi anarudi usiku, saa yote yuko busy kwenye simu. Hata kula mimi sikule nyumbani, mdogo yake anafanya kila kitu. Ndio maana nilifika kufanya hiyo kosa kubwa, lakini nimetubu mbele ya Mungu na sitarudi tena. Pastor, yote mume wangu alivyosema, hakuna neno hata moja ambalo lina ukweli. Kiupande wangu ndio naweza kusema yuko mwanamume ambaye tunafanya naye kazi pamoja. Sikuweza kuwa naye kwa sababu nilifikiria niko na mume ndani ya nyumba na niko na family ndani ya nyumba. Kwa hivyo mimi na huyo mwanamume hakuna lolote kinachoendelea. Kwa ndugu Selembe, maneno ambayo iliyokutuma kuingia njia ya usherati, nadhania ulienda kwa haraka kabisa. Na wewe dada Toto,
najua unaenda kazini. Maisha ya Ulaya ni kweli tumechukuliwa na kazi, lakini usisahau ya kwamba uko mke wa nyumba. Maandiko yanatuambia mkitabu ya Mezali 14 sura ya kwanza ya kwamba mwanamke mpumbavu amebomoa nyumba yake na mikono yake, lakini mwanamke mwenye hekima ameijenga. Uwe na muda ya kwenda kazini na uwe na muda ya kuweza kukaa na mume wako na kuweza kufanya mapashwa yako kama mke wa nyumba. Nilipendelea dada Esther kwa maneno ambayo uliyotendea dada yako, na uombe usamaha. Kwa kweli Pastor, nimeshukuru sana kukuja kwako hapa. Nimejitambua makosa yangu na nakuomba umwambie dada yangu azidi kunisamehe. Kwa kweli nimefanya makosa. Dada, nisamehe. Sikujua. Nakupenda dada yangu. Nisamehe. Kacha. Nawacha kudia. Sawa? Samehe. Nimekusamea mdogo wangu. Nadhani kama yote utarudia tena. Sitarudia. Ninashukuru dada Toto kwa kusamea mdogo yako. Mipango ya Mungu wakati anaunganisha mume na mke, wanakuwa mwili mmoja, kama vile maandiko yanatuambia mkitabu ya Mathayo 19 mstari wa 5 na wa 6 ya kwamba mmekuwa mwili mmoja na mtu asitenganishe kile Mungu anaunganisha. Mipango ya Mungu ni kusema muendelee kuishi pamoja. Ndani ya ndoa tujue kusameana. Ndani ya ndoa tujue kuvumiliana. Mume upende mke wako kama vile Yesu alipenda kanisa yake. Na mke uwe mtiifu kwa mume wako na umheshimie. Sasa nimesikia yote uliotuambia kama uliosema, na nitamsamehe mume wangu. Ni kwamba ndio si jambo rahisi, lakini kulingana na family ama maisha ya kesho na kesho kutwa, na tulioana kwa shida na raha, tunaweza kuita familia nzima ili tupate kuomba Mungu. Dada, unaweza ita ndugu yako? Wema, abe, njoo. Okay. Unaweza tanga magoti basi tuombe Mungu pamoja. Mungu Baba, Muumba wa mbingu na dunia, sifa shukrani irudie kwako kwa kazi ambayo unatenda kwa kuunganisha tena hii familia. Tunasema asante Mungu kwa sababu uko wa neema. Tunasema asante Mungu kwa sababu ni wewe uliweza kuumba maneno ya ndoa. Na sauti yako inasema mume na mke wataishi pamoja isipokuwa kifo kitawatenganisha. Usaidie ndugu Selembe, usaidie dada Toto, waishi katika umoja, waishi katika mapendo, waishi katika masikilizano. Hata na familia yote mzima tunaendelea kuomba amani na salama kutawala katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaomba na kusema amen. Action. Kile ulichokiona kiishie hapo hapo. Sijaona kitu. Na mimi si post wapo. Nimesahau. Subiria. Action.
kitu ambacho umeona hapo kiishie hapo hapo. Kitu ambacho umeona hapa kishie hapa hapa. Action. Wewe subiri hapo. Hichi ambacho unapoona hapa. Sio unapoona hapa. Hichi ambacho umeona hapa. Umeona. Action. Wewe subiri hapo kidogo. Hichi ambacho unapoona hapa. Asikwete tu ni sawa lakini. Hapa. Simama kazi. Okay, simama. Inapita. Okay, tunaenda. Action. Una nywele nzuri. Cheche. Mko tayari? Yeah. Okay. Tusikie green. Action. Una nywele nzuri. Hapana. Good. Okay. Mtoto silali usiku kwa ajili yako. Twende tu, twende. Silali kwa ajili yako. Twende silali usiku kwa ajili yako. Silali usiku kwa ajili yako toto. Naomba nipe nafasi bwana. Action. Tunaanzia balana. Toto, kwa nini umeniona kama zoba, kama mpumbavu, kama mjinga? Ni mapenzi yamenitia kama mjinga toto. Mbona unajionaje? Zoba mjinga unajionaje? Najua mjinga mbele yako. Amani, yani wewe unajua mke wangu. Hata mimi najua kama wewe unajua mke wangu. Mke wako. Haiwezi ukawelekana. Nawapenda mimi wote. Haiwezi Ndo mwenye zaidi. Otongo vya tena nyumbani nini kilikuwa kinakutosha na maswali wale yako unatoka nje. Kwa hiyo siwezi nikaacha mke wangu kwa ajili yenu. Wewe kama huwezi kuacha mke wako tumeshafaidika, tujali. Unaona? Ushatupatia kila kitu kile tunataka, atujali tena, unasikia? Ni mambo yako haya. Ready kwa mikono, tunaenda stand by. Action. Frank, sema hivi. Umeingiaje humu? Na nani kakufungulia mlango? Umeingiaje humu? Na nani Action. Umeingiaje ndani ya nyumbani mwangu? Umeingiaje humu nyumba ni sawa tu. Ewa, bora atakusaka kitu kadogo hapo bwana. Nitasema sana mpaka maneno yanaanza potea kusema. Twende Umeingiaje humu ndani? Nani kakuruhusu kuingia ndani? Nani kakuruhusu kuingia ndani ya nyumbani mwangu? Lakini Ali, kuangalia vizuri swali inafaa hiyo. Umeingiaje?